naye? Yule mtu wa mtu. Sasa mimi nianze kutoka na yule mwanamke, hali yangu ya kimwili imekuwa tofauti kabisa. Yaani kadri siku zinavyozidi kwenda, yani hali yangu ya mwili inabadilika, yani kuna vitu ambavyo yani vinatokea sivielewi. Jana nilala tena na yule mwanamke. Ilikuwa ni mara ya 3 kama sio ya 4. Uwezi amini, asubuhi nimeamka nimekuta shuka lote limewaka damu. Yaani ni hivi, niamka asubuhi nimejikuta damu zinatoka sehemu za siri, sehemu ya haja kubwa na haja ndogo. Mwacha zako bwana. Unaona sasa? Mimi nakueleza jambo serious. Unanicheka. Hamna kaka. Unajua ni mambo ambayo huwezi kujizuia kucheka. Sasa kwa nini imekuwa hivyo mzee? Na mbona sasa hivi hizo damu hamna? Au shavaa kina mama wewe? Mimi nimekueleza nikitarajia nitapata msaada. Lakini unakuelekea ni kama unanipigia sasa. Na sio hivi. Pole sana ndugu yangu. Ila mimi nimepata wazo. Na mwanangu mmoja hivi anaitwa Beli. Anajua sana mambo ya waganga. Kama vipi ni mcheki, alafu tujue tunafanyaje. Maana nahisi ule mshikaji kaeka tego kwa ule mwanamke. Ndio maana yote amekukuta. Umefungua akili. Uko sahihi sana. Nakuomba tafadhali, naomba mtafute ule mshikaji. Sijui ndugu yangu. Angalia au mwangalie kaka. Asipoa ni bwana mzee. Nashukuru kwanza kukutana na wewe. Maana na masaibu makubwa sana mwanangu yamemkuta rafiki yangu. Matatizo gani hayo makubwa? Yaani swala inaanzia wapi ndugu yangu? Ndugu yangu kakutana na matatizo makubwa. Yaani ninavyokuambia makubwa sio masiala, ni ana matatizo makubwa. Kwa hiyo sasa nilikuwa nataka tufanye kitu kimoja. Wewe unajua sana masuala ya waganga hawa. Masuala ya waganga tena? Mimi nawajua waganga wote, tena walio wakali. Wewe unahitaji nikupeleke lini? Lini? Sio lini mzee, hata sasa hivi, kwa sababu mambo aliyomkuta ndugu yangu ni makubwa. Unajua maana makubwa? Yaani hata sasa hivi. Haina shida. Mshtue huyo rafiki yako. Twende niwapeleke. Baidi basi nakuaminia ndugu yangu, usiniangushe. Shika hiki kitu hapa. Puliza mara 3. Puliza usogo. Kijana, umemwingilia mwanamke aliyefunga ndoa na mizimu. Hii si vita ndogo. Nifanye nini ili nitoke katika hii hali? Vita ya mizimu ya Kikonongo ni vita kubwa. Aliyefunga ndoa hii ndiye anayejua kufunga. Unamaanisha nini mtaalamu? Nahitaji msaada wako kwa gharama yoyote ile. Msaidie mkuu. Najua unaweza kutumia njia mbadala kutatua hili. Nitakupa dawa. Utatumia ndani ya siku 2. Itakapofika siku ya 3, utamwita huyo mwanamke na utamuingilia. Baada ya hapo,
atakuwa akiingia kwenye siku zake na si wewe tena. Asante sana. Yelele yo, yelele ho, yelele ho, yelele ho, yelele ho, yelele ho, yelele ho. Msafi. Kwa kile kimwanamke chako ndo kinakufanya ushindwe kutoa maamuzi. Sio hivyo. Nyie wote mna nafasi kubwa sana kwangu. Wewe una umuhimu kwangu na hata yeye hivyo hivyo pia. Sasa kama ni hivyo, mbona yeye unampa nafasi kubwa sana kuliko mimi? Hapana. Tena naweza kusema wewe ndio mwenye nafasi kubwa sana kuliko yeye. Kwanza wewe mrefu, black beauty, baby face, macho mviringo, lips laini na hata kijungu mahaba umemzidi. Naanzaje kumpa nafasi kubwa kuzidi wewe mama mtu? Maneno yako tu mimi unakusha kabisa. Nakupenda sana wewe mwanaume. Ndio maana najitahidi kadri uwezo wangu nifanye kile ninachoweza ili ufurahi. Ndio maana nakupenda sana mama mtu. Wewe ni mwelewa sana. Sema sasa leo sielewi kama unachozi kitu. Nitoe basi nikapige mambo yangu. We, nikupe pesa umwite mwanamke wako mkazitumie. Kama unataka kupiga mambo yako, mguu wako, mguu wangu. Tukapige vyombo na tukitoka hapa moja kwa moja mpaka kwangu. Ukapige na mambo yako wale mengine. Sema ni miss baby. Yeah. Sana mama. Wewe ndio bingwa wa kusaidia watu wanaotembea na wake za watu, si ndio? Mimi ni mtabibu. Ni jukumu langu kumsaidia kila mwenye matatizo. Sikuja hapa kukuomba, bali nilikuja hapa kukuamrisha. Nataka uharibu dawa uliompa mara moja. La sivyo, uhai wako uko mikononi mwangu. Toka kilingeni kwangu kabla sija kusambaratisha mara moja. Tatizo. Vipi? Mbona nakuona unapita afu upo speed? Baridi kaka. Si unajua kumesha kucha. Hapa nataka nipite mara moja hivi kwa Bii nikamjulia hali yake. Endelea mishemisha. Unajua jambo nililosikia kwa mganga ni zito mpaka nikaogopa. Hivi kweli anaingia kwenye siku kama mwanamke? Ndivyo kama ulivyosikia. Mimi mwenyewe mwanzo hili jambo nilichukulia mzaha. Lakini ndio hivyo, dunia na maajabu yake. Ukifika mpe pole sana. Ila kwa yule mtaalamu kila kitu kitakuwa sawa. Pengine akosee tu kufuata maelekezo. Basi poa kaka. Haya poa. Eshi. Shikamoo mama. Marahaba. Mama, ushasikia tetesi zozote kuhusu Uncle Bii? Zinanusuri, sizitaki kuzisikia wala kuziona tu kwenye mboni ya macho yangu. Lakini mama,
wala ni ndugu zako na watabaki kuwa ndugu zako. Koma wewe. Alikutambulisha nani kama wale ndugu zangu? Ishia hapo hapo. Kama wao walikuwa ndugu zangu, mimi wananijua ndugu yao. Mbona alinitelekeza? Ningepata matatizo mimi, wewe ningekuzaa au ungefika hapo ulipo? Wewe mtoto koma wewe. Tena ukome. Samahani mama yangu, nisamee. Tena hiyo samahani iwe endelevu. Usiingilie kabisa mambo ya watu wazima, hayakuhusu. Hujui alikotokea wala alipoanzia na anapoishia pia hutakiwi kuyajua. Ufanye mwisho na huo mdomo wako wewe kupayuka payuka. Ndugu? Kwa ndugu gani sasa? Huo udugu wa kitanda, sijui udugu wa matunda kwenye wanyanya huko sokoni. Kila mtu sokoni na bidhaa yake. Wewe mtoto, bora uniharibia siku wewe. Kama unavyoona hapa Daktari Musa, ofisini kwangu kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio. Umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa. Unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano na dawa za maradhi mbalimbali. Kama unahitaji kumiliki pete, namaanisha pete za bahati, pete zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, au unahitaji kumiliki pete za majini, pete za kukupa mvuto kupitia kile unachokifanya, pete ya kukupatia mafanikio, pete iliyofanyiwa kafara ya wanyama mbalimbali. Unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho, na unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa kwa tiba pamoja na dua, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255 784 120 592.